Habari, karibu sana. Leo tunaingia ndani zaidi kuchambua mwongozo muhimu sana, yaani kampeni ya Kwaresima ya mwaka 2026 yenye kichwa Tuijenge Kenya ya Haki. Sasa, huu si waraka wa kidini tu, la hasha. Hii ni kama ramani ya safari yetu sote kama Wakenya. Hebu tuifunue pamoja na tuone ni nini hasa ujumbe wake. Lakini hukumu na iteremke kama maji na haki kama maji makuu. Tafakari maneno haya kutoka kwa Nabii Amos. Haya ndiyo yanayobeba uzito wa kampeni hii yote. Yaani, hili sio ombi, ni agizo, ni wito unaotaka haki tiririke bila kikomo kwa kila Mkenya, kama mto ambao haukauki kamwe. Sawa, basi safari yetu inaanzia hapa. Wito wa umoja. Katika sehemu hii ya kwanza, tutaangazia maono na alama zote zinazojenga msingi wa kampeni hii. Kila picha, kila neno unaloliona hapa lina maana kubwa sana. Hebu angalia jalada lenyewe. Unajua, hapa hatuoni picha tu, tunaona hadithi nzima, hadithi ya ile Kenya tunayoitamani. Basi, hebu tuivunjevunje kidogo, tuone kila alama inamaanisha nini hasa. Angalia jinsi hizi alama zinavyozungumza nasi. Ile ramani ya Kenya si mpaka tu, ni kama dirisha linalotupa picha ya kesho yenye matumaini. Alafu chini yake unaona ule mnyororo wa binadamu. Hapo ndipo sisi sote tulipo, kila mtu kutoka kila pembe, tumeshikana mikono. Na juu kabisa, yule njiwa wa amani anatukumbusha lengo letu kuu. Na yote haya yanakusanywa kwenye kauli mbiu moja: tuijenge Kenya ya haki. Kwa hiyo, hii kampeni ya Kwaresima ni nini hasa? Fikiria hivi, si tu zile siku 40 za kufunga na kusali. Hapana, huu ni wito wa kitaifa kutoka kwa Baraza la Maaskofu Katoliki unaotualika sote, bila kujali imani zetu, tutulie na tutafakari changamoto zetu kama Wakenya, na muhimu zaidi, tuchukue hatua. Na hapa sasa ndipo kiini cha kampeni ya 2026 kinapopatikana. Ni safari pacha. Inatuambia kuwa imani yetu na wajibu wetu kwa jamii haviwezi kutenganishwa. Sala zetu lazima zionekane kwenye matendo yetu. Tunapojenga Kenya ya haki, amani na umoja, tunajenga nyumba bora kwa kila mmoja wetu, tukihakikisha usawa na heshima vinatawala. Sasa tunaingia kwenye moyo wenyewe wa mwongozo huu. Kampeni nzima imepangwa kama safari ya wiki 5. Na kila wiki ni kama hatua moja mbele. Inatupa wasaa wa kutafakari jambo moja muhimu na kujiuliza swali la msingi: mimi ninaweza kufanya nini? Na hii hapa ndiyo ratiba ya safari yetu. Tunaanza na msingi kabisa, uongozi na uadilifu. Kisha wiki ya pili tunazama kwenye mambo yanayotugusa moja kwa moja mifukoni: deni la taifa na ushuru. Wiki ya tatu tunagusa roho ya taifa letu, utu wa maisha ya binadamu. Alafu tunaangalia wakati ujao na changamoto zake, vijana na teknolojia. Na tunamalizia na nyumba yetu sote, mazingira. Unaona jinsi kila mada inavyojenga juu ya nyingine? Wiki ya kwanza inatupa ukweli ambao mara nyingi tunasahau. Uongozi ni huduma, si cheo cha kujionyesha, bali ni jukumu la kuwahudumia wengine. Na hii haimuhusu tu mwanasiasa, inakuhusu wewe na mimi. Kwenye familia zetu, maeneo yetu ya kazi, sisi sote tuna wajibu wa kuongoza kwa huduma. Wiki ya pili sasa inaingia kwenye suala linalotuumiza vichwa wengi: mzigo wa kiuchumi, deni la taifa, kodi kubwa. Mwongozo huu unauliza maswali mazito kuhusu jinsi rasilimali zetu zinatumika na jinsi mzigo huu unavyoathiri familia za kawaida. Ni kama kuwasha taa kwenye chumba chenye giza cha usimamizi wa fedha zetu za umma. Halafu wiki ya tatu, ujumbe unakuwa mzito na uko wazi kabisa: kila uhai wa binadamu ni mtakatifu. Hapa mwongozo unalaani vikali jinsi siasa zetu, hasa wakati wa uchaguzi, zinavyoweza kugeuka kuwa chanzo cha vurugu na mauaji. Ni ukumbusho muhimu kwamba thamani ya maisha ya Mkenya mmoja ni kubwa kuliko ushindi wowote wa kisiasa. Wiki ya 4 inatuleta kwenye ulimwengu wa sasa. Teknolojia, unajua, ina pande mbili kama sarafu. Upande mmoja ni chanzo cha fursa nyingi, maarifa, ubunifu. Lakini upande mwingine kuna giza,
habari za uongo, unyanyasaji mtandaoni. Mwongozo unasisitiza jambo moja: hatuwezi kuacha vijana wetu wapambane na haya peke yao. Wanahitaji mwongozo wetu. Na safari yetu ya tafakari inakamilika wiki ya 5 kwa kusikiliza kilio cha dunia. Mwongozo huu unatukumbusha kuwa utunzaji wa mazingira si swala la wanasayansi pekee, ni sehemu ya imani yetu. Tunapoilinda dunia, tunamlinda jirani yetu na tunahakikisha mustakabali wa watoto wetu. Basi, baada ya wiki 5 za kujifunza na kutafakari, tunafika kwenye swali la msingi. Je, sasa tufanye nini? Sehemu hii ya mwisho inahusu hilo. Inahusu wajibu wetu sote. Inatoa mjadala kwenye makaratasi na kuweka mikononi mwetu. Ufisadi ni njia ya mauti. Maneno haya makali yalisemwa na Papa Francisco hapa Kenya mwaka 2015. Mwongozo unayarudia kutukumbusha ukweli mchungu. Ufisadi hauibi tu pesa, unaua ndoto, unaua haki na polepole unaua jamii nzima. Na hapa ndipo ujumbe mzima unafika nyumbani. Mabadiliko ya kweli tunayoyataka hayaanzi bungeni wala Ikulu. Yanaanzia ndani ya moyo wako na moyo wangu. Kenya ya haki inajengwa na uamuzi wako mdogo wa kuwa mwaminifu leo na uamuzi wangu wa kumjali jirani. Hapo ndipo mapinduzi ya kweli yanapoanzia. Na kwa hiyo tunamaliza uchambuzi huu pale tulipoanzia. Na wewe, baada ya yote haya, swali linabaki ni moja tu, na ni lako binafsi. Je, uko tayari kusaidia kujenga Kenya ya haki? Jibu halipatikani kwingineko. Jibu liko mikononi mwako.